Tarehe 12 ndo mwalimu kapata timu, tukaenda tarehe 11, tarehe 12 tukaenda kwenye Yanga Day. Ilikuwa ni mechi ya kushowcase wachezaji ambao tumewasajili dakika 30, dakika 20, dakika 15, wanachama na mashabiki wetu wawezi kuona hao wachezaji wetu wapi. Tarehe 12 Yanga Day inaisha. Tarehe 13, 14, 15 kuna mechi ya ngao ya jamii. Na sio tu mechi ya ngao ya jamii, kuna Kariakoo Derby. Unajua kuna tofauti. Ngao ya jamii Yanga inaweza kacheza na Fountain Gate, kacheza na Singida, ikacheza na Azam. Ni mechi tofauti ngao ya jamii Young Africans zikicheza na Simba Sports. Hiyo ni derby tayari. Baada ya derby, siku 3 baadaye tukisafiri kutoka hapa nyumbani Tanzania mpaka Angola, tarehe 19 Yanga anacheza mechi ya kwanza ya Champions League. Ukiangalia ratiba plus safari ya kutoka hapa kuelekea Angola, ambayo timu tarehe 17 imefika, iko hoi. Sababu dabi imeisha hapa, tushamshona mtu, watu wamerudi nyumbani, wamechukua nguo, wamekuja airport. Jiografia ya Afrika wote mnaifahamu. Toka hapa saa 10 unafika Ethiopia saa 2 na kama saa 3 4 pale kusubiri transit. Watu hawajalala hawa. Kutoka kwenye mechi ngumu wamefika pale, wamekaa airport 3 hours mpaka 4 wako pale. Baada ya hapo wanachukua ndege wanaingia Angola. Tayari siku imeisha hiyo. Hakuna mazoezi. Tarehe 17 Yanga hajafanya mazoezi. Tarehe 18 anakuwa mazoezi ya kwanza na ya mwisho. Halafu timu inaingia uwanjani inamshona mtu goli 3 pale pale kwake. Mimi nitegemea watu wangepata wasiwasi hivi na hofu checheto hivi, kwamba hii timu inafatiki, imesafiri away, imemshona mtu goli 3. Nilikuwa natarajia watu waogope, lakini watu wakaona kama kawaida hivi. Na sisi technically hatukutaka kuingia kwenye ule mjadala kuanza kujibishana. Okay, Yanga imecheza vibaya, sawa. Yanga sio ile hii, sawa. Watu hao wanasahau siku hiyo hiyo ajenda namba 1 Yanga imecheza vibaya. Ajenda namba 2 Prince Dube afai kucheza, Yanga amekosa magoli mengi. Sasa unakosaje magoli timu inacheza vibaya? Yaani huyo striker anakuaje mbovu kama timu inacheza vibaya? Tukasema hapa kuna kaajenda hapa, kako hapa. Lakini haka ajenda ukachunguza vizuri, kana manufaa makubwa na yao kuliko hasara. Kana manufaa, yes. Kocha wetu huyu ni mpya, technical bench 90% ni mpya. Hii ni club kubwa. Kama unashinda 3 na watu wana demand kikubwa zaidi, kocha huwezi kulala. Unasafiri kutoka Angola unakuja hapa unamshona mtu goli 3. Unafanya rotation wachezaji 6. My dear brothers and sisters, wachezaji 6, 3 katikati ya uwanja ambako mpira ndiko unakopikwa. Unatoa viungo wako wote, unacheza mechi iliyopita, unaleta 3 wapya. Timu inashinda goli 3. Yanga icheze vizuri. Na hatukutaka sisi kuingia kabisa kwenye huo mjadala, kwa sababu una manufaa makubwa na taasisi yetu kuliko hasara. Hasara ni hizo kelele tu za mitandaoni na hasara yenyewe hiyo. Lakini ukifanya tathmini vizuri, huu mjadala na hasara zake una faida kwetu. Mwalimu atajiandaa vizuri. Hawa wachezaji wapi watajua wamekuja hapa, wamekuja kama Real Madrid ya Afrika hapa. Unashinda goli 3 na watu wamenuna. This is Young African Sports Club. So unashinda goli 1 unakuwa sherehe. Goli 3 mtu anakufa, clean sheet zinafuatana namna hii. Alafu watu hawana furaha. Hiyo ndo Yanga. Yaani mimi am very proud na hiyo mjadala yenu hiyo. Inaonyesha how big Young Africans tupo. Ingekuwa ni timu ya kawaida hii inampiga mtu goli 3 hapa, ingekuwa sherehe sasa hivi. Lakini hiyo ina prove kwamba hii taasisi ni kubwa. Young Africans ndio Real Madrid ya hapa Afrika. Kwa Tanzania hapa ndio kioo cha ubora wa mpira. Ndio maana Yanga ikiwa kidogo hivi hamna mtu atalala, kila mtu ataongea. Kila mtu ataongea kwake.
Sisi tumemfunga Pamba goli 3, uchambuzi Yanga icheze vizuri. Iko timu moja hapa imecheza na watu 11 tu, hamna sabu. Bwana wanapoteza. Wameng'aa kwenye bleach, mtu anachambua bleach. That's the difference. Yaani hiyo ndio tofauti ya Young Africans na timu nyingine, na sisi we are happy na hiyo mijadala. Endeleeni, inatumotivate na inaijenga timu kuwa bora zaidi. Kwa hiyo kesho, kwa hizi wiki mbili ambazo mwalimu amekaa na timu yake na safiri nayo, ameshajua nguo yake ya sikukuu ni ipi. Na ametuambia viongozi, kesho tunakwenda kuivaa nguo yetu ya sikukuu Benjamin Mkapa. Na ndiyo maana tumekuja na slogan inayosema mfumo umekubali. Tumesha test vitu vimeshakubali. Kwa hiyo kesho inshallah tunakwenda kufungulia sub-booster zetu. Na ndio maana nina uhakika 100%. Msipoona mafuriko kesho, pangeni foleni hapa. Wote na unisikia, pangeni foleni hapa. Mnaniwamba makofi moja mmoja hapa. Mmetudanganya. Mimi sidanganyagi. Sababu najua mpira na naona kesho tunakwenda kucheza mechi kweli. Tunataka tu qualify kwenye hii round inshallah, kwenda round ijao kikubwa na kibabe. Kwa hiyo waombe mashabiki na wanachama wa klabu hii Young African Sports Club, huyo ni washabiki wenye nidhamu, ni washabiki bora, mmepata nafasi ya kipekee. Wenzenu wakiwa majumbani wanaangalia timu zao, nyie mmepata heshima na thamani ya kuruhusiwa kuja uwanjani kuiangalia timu yenu. Utabaki nyumbani ufanane na hawa kina Kapeto mpaka lini? Yaani utabaki nyumbani, uwanja hujajaa, wewe uko zako nyumbani, hawa kina Kapeto wapo na wewe upo hapo hapo. Yaani hii ndio fursa ya kuja kuionyesha Afrika sisi nidhamu yetu ipoje. Na mmesikia wenyewe wana Yanga, mmesikia kila kitu kilichosababisha